Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi na vigelegele mchana wa leo. Bwana wa Mungu, haleluya. Ya. Sikiliza, tambua tatizo lako liko wapi. Hebu soma hapo. Wafalme wa pili, sura ya 2 mstari wa 19. Inasema namna gani? Watu wa mjini wakamwambia Elisha. Watu wa huo mji wakamwambia Elisha, angalia tunakusihi. Elisha, angalia tunakuomba. Mahali pa mji huu ni pazuri. Kwenye huu mji ni mzuri sana. Kama Bwana wangu aonaje. Na wewe mwenyewe ni shahidi, huu mji ni mzuri Elisha, unaujua. Lakini maji yake hayafai. Lakini tuna tatizo moja kubwa, maji yake hayafai. Na hiyo kwa sababu ya tatizo la maji, hata nchi mazao yake ni mapoza. My God. Akasema, leta chombo kipya. Weka chumvi ndani ya chombo. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji. Elisha anaenda mahali ambako anajua huko ndo tatizo limezalishwa. Atusaidie Yesu Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Akatupa ile chumvi huko ndani. Elisha akatupa chumvi. Akasema, Bwana anasema hivi. Nimeyaponya haya maji. Hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa. Mapoza hayatatokea tena huko. Twende. Hivi yale maji yakapona hata leo. Baba Mungu, katika jina la Yesu, litukuzwe jina lako. Libarikiwe jina lako. Asante kwa sababu ya watoto wako. Ujumbe huu ukawe ni kwa majira sahihi, kwa watu sahihi, ili Bwana watu wako wajikute katika neema ambayo Mungu umeiandaa. Umeandaa kuinua watu wenye mapoza. Umeandaa kuwasaidia waliokuwa wameteswa na shetani. Umeandaa kuwavusha watu waliokuwa wanasababishiwa mapoza kwenye maisha yao. Mungu, ujumbe huu chomoka na moyo wa mtu mmoja, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Weka makofi na vigelegele kwa Yesu. Ni historia, ukianza mistari ya nyuma sana, inaanza na mtu mmoja anaitwa Elia Mtishbi. Mzee wa fire. Ukimuuzi anashusha moto. Walambe. Mungu atusaidie sana. Sasa Biblia nasema kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 18 zinaeleza habari za Elia. Elia akapaa tayari ameondoka. Yule kijana anaitwa Elisha anarudi nyumbani. Anaporudi kwenye mazingira, amefika kwenye mji wa wana wa manabii. Wana wa manabii wanamuona Elisha amerudi. Wanamwambia Elisha, kwenye mji wetu kuna tatizo. Tatizo tulionalo sio mashamba. Tatizo tulionalo sio maji. Tatizo tulionalo sio mbolea. Tatizo tulionalo sio mbegu. Tatizo tulionalo, tunayo maji ambayo yanasababisha matatizo. Wana sayansi wameshindwa, wana biology wameshindwa, wana kemia wameshindwa, wamekalkuleti mahesabu hayajaenda. Elisha, tunaomba tusaidie. Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara ya kwanza, jambo ambalo wanasayansi wameshindwa, wasomi wameshindwa. Mtu mmoja aliyevunja banda la ng'ombe akawalisha watu nyama mtaani anagundua tatizo. Anasema, natamka kinabii, leteni chombo kipya. Natamka kinabii, kuna ladha mpya ya maji itatokea. Natamka kinabii, peleka mpaka eneo lenye tabu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati lazima ujue tatizo lako liko wapi, ushughulike na hilo tatizo. Haleluya. Siku moja atakumbuka, kipindi naishi hapa, aliwahi kuja saa 7 kama sio saa 8 usiku.
amembeba angel. Huyu angel huyu akiwa kama ndo ameenda. Ulize huyo hapo, mimi sidanganyi. Usiku mlango na gonga ngongo. Mkewangu ananiambia baba, kuna mtu anagonga nje. Natoka, mama Ema analia. Sasa tumetoka hapa, nikamwambia mke wangu washaita, nibandikie maji ya uvuguvugu kwanza, na shida nayo. Akabandika yale maji. Aliponiletea yale maji, tukambandika yule mtoto, tukamkanda. Tunaanza kumkanda, nikamwambia tuombe. Wakati tuko kwenye maombi, Mungu ananionyesha tatizo. Ananionyesha huyu mtoto mazingira anakumbana nayo huko mtaani. Nikamwambia mke wangu tuombee hapa. Pa kuombea sio pengine, usiombe kwa sababu kazidiwa. Tupige mtu mmoja, tukipiga huyu mtoto anapona. Haleluya. Wakati tuko hapa tukaanzisha fire. Tukapiga fire. Tukasema fire, 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 fire for fire. Tunashangaa mtoto ameinuka. Mtoto ameanza kupona. Mtoto ameanza kupata afya tena. Mama Ema anaondoka huko anasema asante baba. Mimi nasema asante baba wa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme lijue tatizo. Ukilijua tatizo, ukishughulika naye ameisha. Mungu atusaidie sana. Nijue tatizo lako. Hawa jamaa walikuwa wanasumbuliwa na maji, lakini macho yao, malalamiko yao yako kwenye maji. Elisha pengine anaanza kuangalia kwenye kile kina, kwenye kile chanzo cha maji. Kama ninawaona wachawi walivyoweka makazi yao wakitaka watu wafilisike. Kama ninawaona wachawi walivyoweka vikao, nasema hata kama kweli mashamba wanayo, hata kama fedha wanazo, lakini kusudi letu wakilima wasifanikiwe. Watu wakinywa maji mimba zitoke. Watu wakiendelea wasiendelee. Wabarikie mahala walipo. Elisha anapofika anasema madamu Bwana amefika hapa, hawa watu lazima wabarikiwe katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nasemaje? Nasema Mungu kama akiona tatizo lako, hazungumzio tatizo linalokusumbua, atashughulika na chanzo cha tatizo lako. Maana anajua chanzo kikiondoka, tatizo limeondoka pia. Haleluya. Kujua tatizo. Simama juu.